It shall be well. So she has apologized to Kenyans. Please forgive her. You have a word you want to tell Kenyans? Yeah. What do you want to tell them? I'm really sorry. No one ever wants to embarrass themselves. Hakuna mtu anatakanga shame. And I did not do that on purpose. And I know I'm also at fault because I was so intoxicated. And I'm really sorry. I'm really sorry, please. I'm sorry, please forgive me. I'm really sorry. I'll change my ways. Nitacha pombe. I'm sorry to all Kenyans. I'm sorry to all Kenyans for all this. It's so embarrassing, not only to me, but also to my family. I know someday my son will come and see this. And I'll just find a way to tell him and apologize to him too, because I'm not the only one affected hapa. Wakenya, naomba mnisamee for the way I behaved. I was really intoxicated. So she was not herself. Ameomba msamaha, tafadhali msameheni. Tungu sana huyu msichana alikuwa exposed na jamaa ambaye alimuaminia kuwa boyfriend, wamedate for 1 year. Na limesema hii kesi na take it up. Hapa mahali niko ni JKIA Airport. Unaona ile ni ndege? Onyesha ile ni ndege. Nimeripoti JKIA Police Station na I'm happy kwamba polisi wameweza kuretrieve information. Wameingia kwenye database, wameenda immigration, wamepata details zake na wametusaidia kuflag passport yake. Hata akienda Tanzania, Uganda, Afrika, hezi tembea atoke US. So lazima tumshike na come out atuambie mbona aliamua kuexpose an innocent girl ambaye alikuwa amefall in love na yeye, na pia alimwekea madawa kwenye drinks, akampea pombe, akampea vitu zenye alilamba. So it's a painful story. So we have made a formal report. Hapa ni JKIA Police Station. Ripoti tuzuie huyo jamaa asiweze kutoka Kenya. Because nobody, hakuna mwanaume anaruhusiwa kuharibu maisha ya mwanadada. Hakuna mwanaume anaruhusiwa kuharibu future ya mwanadada. Alimforce. Munaona kwenye video alikuwa anamfunua nguo msichana hataki, lakini ana force kufungua nguo, na alikuwa amemwekea madawa, amempea pombe, amemlewesha.